you lost your first channel. Na sijai kuuliza uli lose your channel aje by the way. I had like a very bad fallout with my manager, like a very nasty one. When you rich kid. Hey. You see like bonds, there's a kutengeneza like bonds soap. We'd buy like bonds, fry them, and then tunaweza kulata ugali na unachovya kwa tumafuta kidogo na kachumvi. Really? And then unamumunya bone marrow. Okay. You want to say what's in my bag? Yes, please. 21. Sarua macoins. Sasa coins unafanyia nini? Hizi zinakuanga kama alarm ya bag yangu. Nikitaka kujua bag yangu iko wapi. Kuna vitu. Ukikimbia nayo unasema Hi guys. My name is Mandy, kwa wenye wanijui ama Kabaya ukitaka. Najua uko confused mbona niko hapa. Leo tuko Control Z for the show, her stage, my show. Imagine sikuwa idhani nitaisema hivyo. For a very long time nimefeel ni kama women in the industry hawajakuwa represented vizuri. Their stories haven't been shared the way we'd like to know them. And there's so many topics around being an entertainer in our industry, such as economic inequity, body and image politics, so many things that we need to know and understand about our women. And I feel like our media spaces haven't allowed us to do so. So for this show, nitakuwa na some amazing guests, people I admire, I look up to, watu wenye hata mimi huwa ninaona nasema yeah, if they can do it, I can too. So stay tuned, make sure you like, subscribe, tell a friend. Let's get into it. For a very long time, this young woman has been a trailblazer. She's an amazing artist, performer, songwriter, rapper, singer, entertainer. Help me welcome my baby, Saru. what are the ululations? Hello. What's up, baby? Na unakaa vizuri. Wakalia kukapoa niko nayo. Wewe pia umejiona? I'm your mirror for today. Niko na swali ya kukuuliza kwanza before hata tuanze. Tulipatana wapi? I think kwa shoot. Hii kitu ninaona. Oh. And you're not even speaking. Proclaim kila team na bado ni bottom read kitu naona inamaliza tena inatisha futi ni tisa. I think kwa most spaces zenye wewe unanionanga siongeangi. Wewe unakwanga open, mimi feel like wewe ni extrovert. Like unaweza fika tu anywhere, ushaongea na ule, dance na ule. How do you limit accessibility? Yeah. Actually, I'm not like that with everyone. I reciprocate the energy. Yeah. Ukinionyesha your good vibes then. But I think since nipatane na wewe, we didn't even get to talk. I think ulikuwa somewhere kwa kasri bed. Nilikuwa ninasomea exam. Yeah, you were reading actually. At the back of my head, I'm like, oh, so these are those chiles wenye wanafanya wanatembea na kitabu kila mahali. Hapana. Ukiwa kwa ndege unatembea na kitabu. A4, hata ilikuwa novel. Sisi Karura Forest watu wanakimbia, wewe unatembea na kitabu. So, peace of mind, for yoga. Me, at the time, that's so stupid. Ilikuwa a sense of intimidation and admiration at the same time. Like nina imagine, wow, damn. Hata nikienda nimsalimia atashangaa sasa kaka upcoming ni nani like anadu atoke hapa. But then me, I had like so much respect for you. Mi kwanza nikionanga dem tu ameshikilia kitabu. Nilikuwa nasomea exam akisaru. Around the time let's say Gengeton ilianza. Do you feel like the vision you had for yourself as an artist at that time ime match what you are right now? Kuna vitu zingine zime happen, zime beat expectations na kuna zingine zime align na expectations, you know. But kulingana na venye nilikuwa najipicture right now, I don't think anywhere below that. Nimetravel yo. Mi singekuwa najua like kuna countries tu unaweza enda tu hivi kama you know. I've done that and I'm like, oh, what's next? Yeah. So kuna vitu zingine sikuwa na expect. Sahi napiga story na Kali ni kama you know, maybe it would have taken me like 2 more years ndio Kalia reply stories zangu. Siku hizi tunachekeana mbio tu like it's a normal stuff. Nimekutana na wasa nyingine pia nje. Okay, I will ask for more, but I wouldn't ask for less. I think I'm where I'm so, what do you think about yourself? Me personally, when I started it for the money. Nilikuwa najua products niko nayo ni expensive. But sasa kuivalue, kufika hapo, ndio ilikuwa inanipiga chenga kidogo. But what I can say is, the one thing sikuwahi ona is the amount of admiration unaweza pata from like random strangers. That. As much as I'm a celebrity,
I'm also like a normal human being. Yeah. Kuna saa zingine you just wake up as a normal person. Wewe hujaamka kama msanii. Hujafikiria wewe ni nani. Hujafikiria hata wewe ni nani. Ukweli. You know, and then you get into your Instagram DMs and you're like, kuna msee amekutumia. Me by the way, kuna msee constantly like ananitumianga like very empowering messages. Wow. Saru, you are zini, really? You make my morning. Mimi niko na pastor huwa ananiombea kila birthday. For real? Anaandika paragraph nono hivi. Wewe hata ku even lucky because you have a pastor. Mimi hata sio wangu nataka nini kwangu. Mimi pia napenda na watu wametatu jina yangu. Wow. Saa zingine sisi tu sahau. But I appreciate the fans that wanatukumbushanga because it really means do you a lot. also feel like sometimes when you umeachieve so much, uko na hit songs, uko na numbers, uko na fans, uko na following, ukiperform, kila mtu anabambika, umetravel, do you feel like as a female artist, your achievements are not highlighted as much as the men? Like, when in a feel ni kama female artists tunatumiwa kama props, right? Let's say if a popular song ime hit like by a male artist, aseme, now I not do a remix. Ata decide male artist anataka then aseme, nahitaji dem. Ama ata kwa lineup. Lineup imejaa wanaume then anasema, hii lineup inahitaji dem. Nahitaji dem. Do you feel like sometimes we ina undervalue achievements zako? In most cases, when I'm picked to be like the only female in like a whole song, sometimes I use it to my advantage. Because Outshine. because at the end of the day, pia wanaume wote wamekuwa hapo. Sio kila mtu, wengine watafanana tu mavazi. Unajua pia watu wenye wana line up wanaume wanadhani sasa wanaume ndio wana kill. Ndo maana spend hizo collabs siku hizi. Umekuwa kwa remix ngapi this year? This year I think moja. Ukinitumia ngoma, huwezi kataa. Okay, kama ni kali na imejaa wanaume, utaingia tu. Kama ni kali, that is. Now on that fact, una prefer ingi collaborations ama solo tracks? People need to know that Mandy thinks I love collaborations. You so do. Girl, unapenda collab. Let me tell you. So when you home, nikienda studio niseme ati naenda kudu collab. Ni watu wanakutafuta. Mimi huendanga studio na record ngoma, saa zingine iko unfinished, saa zingine iko finished, you know. Napatana na msee ako like, "Saru hii ngoma wanze tukaifanya." And then it happens that akiweka verse iko sawa, itoke tu. Inakuwa best. It happens that most of the times it happen kufanya collabo inashika tu. Before I used to like release hata solo projects, but wakati nilikuwa na release hizo projects huko nazisikia kwa nini. I had like some YouTube problems. I was using Vivo at some point. Yeah, I remember. And then I switched to like the normal YouTube. So Vivo kaenda kuna venye ilikuwa inanifuck up tu. Ngoma ni noma, nilikuwa nikitoa ngoma, nimeiset itoke saa 7 mchana. Napata ngoma imetoka 3 am in the morning. Oh my goodness. So wanaikana time ya majua ama ni nini? I don't know what was happening, but I don't think it was working well with me. Plus nimesikia wasanii wengine wakicomplain about the same thing. So, hiyo time yenye nilikuwa nafanya like solo projects, inabidi sasa wakati nimehama to like my normal YouTube, I had to revive myself with like something else. Okay. Alafu ikapata ngoma zenye nilikuwa nazo kwa catalog, mingi ni collabs. Singles nimetoa tayari. So I think sasa wewe ndio hiyo time soko kwa fan zaidi wakati collab. Mimi nimekuwa na wewe kutoka kitambo actually. I was around when you lost, I think it was your first channel. Na sijai kuuliza ulilose your channel aje by the way. I had like a very bad fell out with my manager. Okay. Like a very nasty one. Because he had like the logins of that channel. Instagram zangu, social media ilikuwa imebaki hivi. Achukue. Ni venye tu yani manager wangu sasa wasai alikuwa kwa work at that time. But I think hata yeye alihakiwa. Sasa siku hizo naangazui how to breathe in. Oh my goodness. How to dunia dua. How to drink water. But alipoichukua, it was hapo ndo niliingia Vivo. And I thought Vivo was gonna like work well with but it failed me like terribly. The time ulikuwa mna follow out na manager wako ilikupush ku sasa take charge of your own work. I don't think I've ever been like more serious and more furious to just get the bag than ni revenge yani your time. Juu sasa story yenye ule huyo mtu alienda kupeana huko nje ilikuwa inanipaint mimi kama mtu mbaya. You see like when you fell out with your manager and then mtu anaenda huko nje anasema, "Oh,
Mandy started using drugs. Akakuwa haambiliki. It's always the same story. Oh, you started like doing drugs, wrong company, au usikii tena, you know. So like character assassination. And apparently, even other celebrities that I know, I used to know this man. He used to be a very good person. Saru must be the problem. Mbaba mzima. Na unajua ni nani? Nitakwambia ni atasita kuficha kinsi hapa. Na nikiwahi muona nitasema wewe ni mbwa. Mimi nakwambia hata siku namuonanga kama huyo mbwa mwenyewe. Bado unamuonanga? Na ni tunafollow yana yani. Mimi I think nilifeel vibaya juu alipika side your time without knowing the full story. I don't even have like a personal problem with him. Yeah. But I picked a side that time. Mtu mwenye unaangana kuni compare naye. Me I was just like 18 there. I was really depressed that time, nikachukuliwa hadi nikanyang'anywa hadi SIM card. Was it your lowest moment in your career? Was it like I imagine kuingia social media alafu the whole world alafu sasa manager, the new manager anasema you don't respond, don't. In my head I knew the best explanation ni kujirevise nionyeshe tu wase like it's always been me, not the manager. Yeah. Because even at the time manager was jana ndai 5 million, I don't know. Ya nini? Ileta mambo mingi, but at the end of the day nilifungua channel mpya. I released my first song and pay about 50k subs. Wow. I don't need this person. Yeah. Hata nilikuwa kwa like court case kujaribu ku like get the account back, but after ku release the song nikasema tu by the way me hata nime withdraw from this case. Imagine after 2 years bado niliona mse bado ananifollow. I reduced him from being a manager to a fan. Na nasikia anateseka. I hope atawatching time. Oh, my enemies are suffering. Hello Mr. X. Cause when I'm young. Yeah. Na au umetoka kwa rich background. When rich kid. Hey. Na uniambi. I wish you knew. Siku moja. I've been a millionaire secretly. I've been testing. Mimi sisi kwetu ni wale wase wenye tulikuwa tunaweza buy. You see like bonds, zile za kutengeneza like bond soap. We'd buy like bonds, fry them. And then tunaweza kulata ugali na unachovya kwa tumafuta kidogo na kachumvi. Really? And then unamumunya bone marrow. Okay. We were not like very well privileged because mimi nimefukuzwa shule like mara mob sana because of school fees. Hadi kuna time nika consider hata kutoka the school that because I think kwa family yetu all my siblings mimi ndo nilipelekwa kwa the most expensive school. Oh wow. Ikafika point yenye ilikuwa imefika kwa life yenye naona tu when you last born. Na kuna sasa ule mwingine wa ule mdogo. Yeah. Do you feel like sometimes hata ku come from such a humble background kusaidia kustay focused? Juu unajua nikiharibu hapa sina mahali pa kwenda. Guy, mimi nilikuwa like na a very strict mom. Me first of all I was raised like in a very religious family. Mnafunga shule hivi siji kato iko na siji seminar gani mnatuma huko St. Vincentians Thika Road. I think between my mom and my dad. My dad alikuwa more of a church person. You grew up na both parents? Yeah. Wow, wewe. Mamangu ni mtu kind of sema nime get my personality from her. Kwa mtaa yetu hakuna room for negotiation. Fidel. So Fidel is my manager. Yeah. So like ukisikia tu ni mtu wa Fidel unaangalia the other way. But then after sasa nimefika 18 sasa ilikuwa saa open na mimi like ako like now you're like, my friend. Sasa imekuwa sasa ni mabeshe. My father was not like the person who really even like advocated for me doing secular ama mimi wazazi wangu nikimaliza shule kwa expect niwaambie results zangu ni nataka kwenda uni fulani. Ukwenda uni. Niseme imetosha. Sikuendea results wala sikusema imetosha sasa. You know what atakuwa msanii? My dad was like secular or gospel. Na kwa nishusha goma sikuwa like by the time nakuja Nairobi ni school holidays. You spend like a month here and you're back to Ushago. So mimi sikuwa like na ile exposure ya Nairobi ati sijui nimeenda kwa mnazitaji jam sessions ama nini. Sisi nienda kwetu umeenda disco matanga Christmas kesha nini. In our family, me and my siblings, we were like the best dressed,
like utajua yani mlikuwa wajanja ndo wase wa tao unajua wanajua mambo ya tao sisi ndo tunakuja kuonyesha watu luku mpya huko zinasemaje mashati za One Love zikitokea tunaenda nazo but basically I think I had like very supportive parents because my dad was never like usifanye hii alisema tu ataniombea. Considering umeweza kumake pesa at such a young age, sometimes do you feel the responsibility of taking care of your family? It's not even sometimes. Like it's like all times you feel like you need to take care of things. Unataka tu kila mtu akwe sawa. Yeah, because I believe hizo nenye nataka sana niomoke ilikuwa nitoe familia yangu from mahali walikuwa. Sasa naweza cherish ile life yenye nimeishi. So if we didn't live that life back then, I think pesa inakam na responsibilities mingi. It's either you're taking care of something or someone. And if you can do both, why not? Yeah, jumi mamangu pia. Wewe kwani usiangi poa ati unatuma pesa either ni kwa kuzo yako, sister yako, nani wako, nani wako. Everyone is just ina feel pesa ina change mood hata yako mwenyewe. So sana nitumie pesa mnifurahishe. Sasa wewe nikutumie sasa uone venye utafeel. Auntie boss nitumie. Auntie boss, but while we're on the topic of money, unaonanga ni kama saa zingine tunakuanga underpaid ama undercut. Mimi by the mtu anaweza ona ni kama Sarah was not performed in a while. I thank God for the fact that alinifikisha mahali kwenye kuna pesa naweza kata. I can manage my own bills but still lazima uniunderpay. Mimi hata naweza kosa rent lakini sitachukua hiyo pesa yako kama. Me trust me, I'm the same. Ni sote. Naweza kata a stupid amount of money because let me tell you one thing about this industry. Sana lenye umeset, wewe na spread around ni kama gossip. Mtu akiofa kukulipa pesa mtoto na ukubali. The next show you're going to, mtu atakuwa like, si hii show ulichukua hii pesa, mbona mimi nikupea hii unakataa. Yeah. Do you feel like tuki-standardize sisi wote tuseme hakuna kuchukua less than this inaweza work? It can. But na feel saa zingine we have like very ignorant promoters. Mtu ako like willing to bring, let's say times 50 million 100 million. Wewe jaribu tu kuisha. Bora hiyo pesa. Wewe unajua pesa inaongelea. And then watatana round waseme wasanii wa Kenya amtoi ngoma mfanyi nini amputi in effort. Wewe unataka nitoe wapi pesa kuputi in effort? Nipe hiyo pesa unapea Thames uone. Unapata situation yenyewe msana kwambia ati last time ulinicharge. Last time ni 2021. Niko like last time yako una refer to when specifically because unasema lini? Unasema lini gani hiyo? Hata tusivuke sana. Price ya nguo ama price yako ya wig. Hiyo time yenye ukimcharge nini? Ilikuwa different. Hata tusianze na ma-producer ku shoot video nini. Kwanza ukifika the smallest cost yenye tunatumianga. Makeup, and people don't even understand that being a female artist is even harder than expensive. Wacha kusema harder. Ni expensive. Do you know like a male artist sai wanavanga t-shirt na jeans wamepanda stage. Unajua double ya black yenye alikuwa ameenda na hii show. Trouser ya black na t-shirt ya black. Same outfit. Atarudia and you won't even wewe rudia uone. Unanga ngongene. Hizi sasa ni gani? Kwanza kwa hapo anakungojea kustackle na VAR. Adiman. Mimi na wewe tunaitwa show. Mwenye anatuita hiyo show ni manager wa msanii wa kiume. So like wamse anakuwa kama anakuplug. Mbona cheka? Hazi tunajua ni nani, endelea. Sasa naanza kusikia history inaenda Okay, me have worked with like so many other like male managers who manage like male artists. And in that case you find that labda msanii wake wa kiume anaitiwa show juu ya pesa fulani. You see? But already haya, but umse ataenda kupitch yako juu mbona Saru analipwa mo kuliko msanii wangu. Mimi unajua nishaiambiwa na male artist. But it's the cost. Nishaiambiwa na male artist kwa sura yangu. Kwanza acha nifanye vile alifanya uso. Wewe unaona kama mimi na wewe tunafaa kulipa the same. Na aka smile. Ali smile, mimi nikasema and I feel like if not oh my. Acha nikuwe tu real. Hakuna haja ya kusugarcoat, ndio? Yeah. Sisi tunaimba
urban popular music, urban popular Kenyan music, sindio? Kuna the women on the other side who may be saying a more polished sound. Ile yenye tunaambiwa ya Grammys. Ushaiambiwa hiyo sound ya Grammys. Ujaiambiwa hizi tutafika Grammys aje na hizi ngoma. Well, nishaisikia hizo much more polished. Do you feel like classism pia ina create rift kwa industry already haina enough women? Unaona hiyo classism, I think ina play like a very big role kuturudisha nyuma. As even like females in the game and an industry in general. Take an example of like Nigerian market. It's so diverse. Aira ayuko compared na sijui kina nani ako compared na kina Rema, like other top artists. Yeah. How be it male or female. Like wasanii. But I think kwetu hiyo role kubwa inaplewa na mafans wetu. Au ndio I think pia wana drag the Kenyan industry behind kabisa. Mafans wetu wanapenda, they are too picky. As much as wako hivyo, they miss out on like a lot of good music. Unajua sikiza ndo Kenya ukitokea na strategy kila mtu ametokeanga nayo. But the biggest role, hata sisi as much as when entertainer kiasi gani, ni mafans ndo wako nyuma yetu. You can't do anything. Hatuwezi fanya anything bila hao. Sasa ni hao mafans tuna address. Nyie jamani. Wako very fast kuchamba msee na Kenya megorong kwa project rather than acknowledge the good that is in the project. Wewe utaika hivi hata ukasikia ukafeel kama hata ni wanyime ngoma kwanza hata manze watulie kama mtakashi hizo zingine tatu zenye natoa hapa in between, you know. Do you feel like saa zingine inakuanga ngumu okay, wewe kama creative kuna sound unataka kufanya but huwezi juu unajua tu hii mafans watakata, and in that moment in time kuna hii kitu kingine yenye wana demand kitu wamezoea. I literally tried that because I've done rumba, nimetry love songs nini. Upatange at least wale unique fans wenye sasa wanasema okay, udem hayuko one dimensional, ako diverse. Huko Kenya pia it is even hard to like even do like a solo project na iende. I don't know if it's just my thought. Like ngoma moja ama album. Like you do like you are alone in your own track. Mimi niko na solo tracks mingi. Mob, but it's harder to push. It's harder to push your own like your single ni ukiwa peke yako than even a collab. Ni kama huko pia watu wameglorify collaborations. Kwa hata saa zingine ukitoa peke yako unaona wanasema ingekuwa na sound, ingekuwa na nani, ingekuwa na nani, ungeongeza mega, upatie verse, toa remix muongeze. I get what you're saying. So ni overbearing saa zingine inaonga okay, literally this song is so good. Mbona unakuja na sijui ongeza. Ni kama sasa mimi nikupatia yani wewe unakoroga hata utumiangi black pepper afu nikwambia sasa ongeza white pepper. Ndo yenyewe. Do you feel like a lack of mentorship kwa industry yetu imetu slow down kidogo? Sasa hiyo ni mimi na wewe. The biggest role that a mentor plays inaonga kukuambia, kukuguide, fanya hivi. No, like kukopi playbook at least. Like a what? Kukopi, like kukua na reference point ya ukiwa at this point in your career, fanya sasa, hivi. If that was like to affect our industry, because we believe nini, kila country, game ni different. Like how people maneuver in the game ni different sana. Utapata ukitoka hapa uende US labda pia ni Kiminaj kuna venye wana navigate, so, you know. Mentors basically the best thing they can offer in a talk. But hiyo ndio essentially kitu mentor anafaa kufanya. Bas, yes. And basically it's talk that you already know. Hebu kwanza nikwambie sasa ni nini mpya nitakwambia. Okay, sasa hii ni different from 5 years ago tukianza. So mimi ningekuwa ni Kiminaj sasa. Nasema 5 years ago tukianza. Mandy is just gonna be fucking up if you get pregnant right now. Wewe uko unajua hiyo. How do you feel about that by the way? Wewe uko unajua unafaa kushika mimba ukiwa in your prime, una feel aje? Unaweza pata mimba sasa. Let me tell you. Kwanza ngoja. Let's start with you are older than me. Okay? Hebu sasa jifanye ungekuwa unani advice kama your younger sister. Niambia tu focus, kwa consistent, usikue distracted, hivyo tu. So now you see, those expectations that we have from Nicki Minaj, wewe pia ndo Nicki Minaj hapa. The biggest mentorship we needed to learn from the mistakes of
like our previous. I feel like us to learn from mistakes, see successes. Exactly. Na sisi sahi at this point, I think right now Na we are umedodge the swali yangu mentors. ya mimba. Uko nayo kwani? Mbona Mimba. umedodge? Nimenona. Kwa imenona. Bwana ume Miguu zimefura. Nitaangalia hadi boots. Mwangalia kama miguu zimefura. But think me, even what for do me. you think about, because mimi ninaonanga female hata public figures madimu wakipata ball inaanza kwa sasa mbona umeharibu sasa huyo ameisha hivyo. What do you think about that? As a matter of fact, hiyo swali atanafaa kuwa direct Kwangu. kwako. Kwa nini? Niko na mimba. Oh. But me in my head, okay, in my head and like other people's heads, and maybe in your boyfriend's head. Which one? Me You sina decide. boyfriend, guys. You Uko decide which serious? head. Hauna boyfriend? Si nimeshinda nikikwambia Can I- hivi. can I Hii ask, mara ya like- 3 ninakwambia hivi babe But sina. unajua ya kuambiwa ni ya kuambiwa. Okay, can I ask a direct question? Yeah. No offense Is intended. it about that man? Yes. Nimesema hapana hadi nimechoka. Mimi utaniambia hapana pia mtaniambia ukweli Nakwambia umeattend. hapana. Sometimes unaweza vibe na mtu na mnaweza kuwa na synergy hadi ikae ni kama iko. Naweza sema maybe watu wao wanatamani but haizi kuwa. Mimi na feel ni ngumu sana kwa wasanii wawili na mna date. Will you date something like if it was not the person that we're thinking of? Kama success yangu haitamintimidate. Ukaja kusikia like I'm dating like I'm sunny. We jua tu like huyo si ati atakuja kunioa. Hata Kwa jahazi. don't even like see marriage in between me and I'm sunny. Are you dating an artist now? No. Have you dated an artist before? You have. Wala mwenye alikuwa pia alikuwa anang'ang'ana hata. Ulikuwa unajiforce. Alikuwa anang'ang'ana Okay. kimsanii. Kimaisha alikuwa Alikuwa sawa. wewe si unajua tu kuna hao watu wakishapata Wako na pesa, wanataka kuwa msanii sasa. anajifanya sasa ni kama anaweza imba. I've been in relationships na nimenadi na machali wangu kwa show na wakaona like hivi ndo kuenda. Ilikuwa issue, ilikuza ikakuwa issue ama Inasema bina issue. Juu mimi nayo pia mwanaume ukianza kuniletea issue juu ya venye sijui napiga job yangu. I would love to ask you. Ask me babe. Most like just random frustrating moment. Mimi naweza sema nimekuwa na mingi na mimi naweza sema career yangu imekuwa like the hardest but also very rewarding. How long in the game? Nimekaa, mimi nilianza pia nikiwa mdogo. Yeah. Kublow ndio niliblow very late. I think niko karibu kumaliza 7. Pioneers guys, you see. Ati pioneers. Chilling with the pioneer. When ulikuwa pioneer actually before me because you blew Ndio up mlitukaribisha kwa game. It didn't open doors for us. Ningekuwa zangu Kayole hata sikuwa kwa field. Hata sikuwa sikuwa karibu na stadium mimi. Sikuwa anywhere near the game. I was nowhere. Unatoa ngoma like uko sure na hiyo ngoma. Ngoma itaenda nini. Then inakudisappoint. Basi sasa kitu nilikuza kulana ngoma zangu. Mimi ngoma yangu ya last year May. Ita hit this year November. Nikawa tu Lord ama niko ahead of my time. Wacha tu. I think it happens to me too as well. Yeah. Juu kuna ngoma zingine. Unakuanga na instant hits baby. Okay, nakuanga na instant hits. Ni kama hizo instant hits ndo ufikia wase like ile una ni instant hit. Yeah. But kuna zingine zenye mutoa Inakubamba una but they have like a gradual growth. Paka saa zingine sija notice. Leo nimeingia kwa YouTube yangu, nimetoa mshene mahali sana naenda kucompare. So angalia ngoma fulani naona ngoma mara mwisho nikiacha like ilikuwa hata imekataa kwenda. So ushaipata zile sinara zenye ngoma imekataa kwenda mpaka unasema nimechoka hata mimi hata style angalia tena. Let's focus on the next one. Nimepata hiyo ngoma inaenda kugonga mita niko like wow. Most frustrating moment nimekuwa nayo like na happen constantly in my career. Nile wakati wenye naenda kukojoa nimevaa jumpsuit. Wow. Let me tell you guys. Saa zingine umevaa jumpsuits, place uko huwezi pee. Ama place uko. Uko mbali, potapoti uko mbali kabisa. Huwezi spread haga yako. Juju hiyo picha itafika wapi? Mtu asema ndio msanii wenu. Na Wakenya wanakuanga quick na simu. Unajua unasikia ni kama utachizi. Alafu wakati sasa unaangana huivyo ndo imefika sasa inatoka. Let me ask you. You have told me already you don't have your handbag here. Yeah. Right? But your stuff, everything you always carry around is in your manager's handbag.
I think my pass, is it here? Is it close? Yeah. I need the pass here. Why? Just give me the pass. Yangu vile ni kubwa. I want to know what you and your manager carry in your purse. This is mine. This is only yours. mine. So, now yours. Aya. Unatoa unanipea. Niko na charger. Naye kweli ni refu. Unaweza tumia kama hanging line. Lazima. Sitakangi jokes. Niko na power bank. Niko na earpods. Juu napenda kushika simu na earpods. Am I the only artist who doesn't have an earpod? Then niko na hii pass. Inakuanga na essentials lakini zimeisha. Niko na pad, tampons, ndio mtu akiniomba nikuwe nazo. I have to confirm. Hand lotion na strepsils, dawa. As an artist. Sunny's strepsils are your best friends. Okay. Niko na Sunny's. How much are those? I don't know. They were a gift. This is just how much. Hata ziko branded. So nakwanga na hii pair na hii pair ingine kwa gari. Just in case labda naweza na kitu from her. Outfit yako niko na gloss. Squeeze and shine. Because I'm a real Nairobi baddie. Wachata nipake kidogo. Everyone has that. Deals ni mingi. Nakwanga na hairband. Mmeona? Phone cover ni ile flani ya shing flani. Aya. Actually niko na painkillers. 25. Niko na painkillers, Brufen. Sometimes mtu akisema nasikia niko na cramps napenda na pia mimi nakuanga na cramps mbaya. So me, I don't even have cramps, imagine. Heri wewe. Actually niko na gum. Sinakwambia the next thing guys. Niko na gum. The next thing tunatoa national park hapo ndani. Tutatoka na all the zoo animals. Oh my god. Niko na hii pass. Ni card holder, iko na ID yangu, ATM cards. Napenda kutembea na cash. Car keys. Hii inaenda tu. Okay. Hii ni business card. Soma tu. Kimoyo moyo. Ndio nakurudishia. Sitaki watu waone. Sina anything else. You want to say what's in my bag? Yes, please. Mimi nimechoka. Ningetaka uniulize mwenyewe. Kwani hii bag sitaki kuiona. Kwani nimebeba Kenya mzima. Kabla upate nienda na gari yako. Kaye. I have my 2 phones. Yeah. 14 and 16. Deal ni mingi. Gum. Chocos. Kai lazani yako. 200 bob. And I have like a gold bracelet. This is real gold, by the way. Let me see. Mbona ifanyi ta. Ai, ta. Ndio hiyo. It's beautiful. Iko na all nini variations of gold. Na mtu apparently mwenye. Kumpenda simpendi. Anampenda mwingine. Anayempenda mwingine usimpendanga. So, okay, let me put this Memaliza. here. Ingine. Niko na Sarua macoins. Chwani. Mimi mnajua kuna hongana za chwani. Sarua macoins. Sasa coins unafanyia nini? Hizi zinakuanga kama alama ya bag yangu. Nikitaka kujua bag yangu iko wapi. Uko na vitu. Ukikimbia nayo unasema that is why I follow. I also have like cetirizine because of my allergy. Oh, unaona allergies? Yeah, protein I think or something. Okay. Lip gloss. Obviously. Wait, this is another gold chain. We have to test it. There's money. Leta hiyo nikushikie. Okay. And then there is, you don't want to see this last one. What is it? Kuna package yenye imepackage vitu. Rudisha haraka, rudisha. Light. Rudisha. Haina kitu yenye wewe unadhani. Si nimeona majani zizeme. Kwani majani ni kitu yenye nzuri kwa nini? Majani chai yani. Nilikuwa napelekea best yangu oregano. Pasi yako imejaa tu vitu. But ina match personality yako sana. Ngoja, wewe kuna expect pata nini kwa bag yangu? Pesa. I barely carry cash by the way. Nimejifunza habit ya kubeba cash juu ya 200 yangu. Ai, 200 ndio unapigia nduru hivyo Saru. Unajua sasa hivi unaweza pale tao. Kuna mtu atakulazimishia umpe 200. When's the last time ulitembea tao? Hey, it's been like 5 months. Last time I went kupanda there, mat. ilikuwa wakati nenda tour ya Australia. Na kupanda mat. 4.5 years. That's nice.
Wewe mara yako ya mwisho ni must be long ago. Sasa yeye ni wa Kawangware. Mbona umesema hivyo? Nimesikia undertone ya classism kidogo. You know me, I come from Kayole. By the time hata nilikuwa nimepata 250 more ya kunihamisha Kayole. Ulitoka. So hizi ni comments watu wameacha kwa page zako. Wow. So utasoma 2 kama ulirespond, soma response yako. You're so beautiful hadi unafaa kuitwa Kazuri instead of Kabaya. Wewe Kabaya yangu sisi mbona nikipostingi social media watu wananiambia, "Wewe ni Kabaya kweli." Nilitoa kwa ngoma. Nikifanya album yangu ya 2019 ilikuwa inaitwa Kabaya. So nilikuwa naimba Kabaya, mimi ni yule mbaya. Diamond wa Mombasa. Said. Saru, I love you. Fanya collab na Samido. Sijui hata nafaa niseme aje. Mimi nikujibia. Samido atafuta collab na wewe. Amen. Shasema. So somebody told me, Saru hizi kucho unajipanguzaje cho? Kuna liquids. Wewe ulikuwa, I feel like the first female artist ku break monotony kwa industry yetu. You're an inspiration. Umechange game in ways that huwezi jua. Thank you for being you. Where umemake even sacrifices for me. You've been there, you've pulled up to my events, we have had fun in sessions and all that. Hata tu kwa backstage ya events. I'm so happy to be here. Thank you for coming. Wait for you to have me again. Ama ndo mara ya mwisho. Tunarudia. Zako kwanza tarudia mingi, story ni mingi. And the extent the ninyo, the time. This was Her Stage, hosted by yours truly, Mandy Kabaya. Suggest which artist, influencer, actor, dancer, any woman in the industry, whose story would you like to be highlighted? Hello. Bye guys. Mwah.